ulimwengu wa usahihi na uwazi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza na story. Wangapi hapa ni madereva? Ulimwengu wa usahihi na uwazi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa ni madereva? Wengi wanapenda kuwa madereva, lakini hauwezi kuwa dereva kabla hujajifunza. Lakini kwa barabarani ni hatari zaidi, kwa sababu unakutana na watu ambao wanafahamu kuendesha gari, si ndio? Na gari likishaanza kutembea, unaweza ukalikontrol ikiwa na speed chini ya 80 60. Ikiwa above that gari huwezi kulikontrol na kuendesha leo. Wewe kazi yako kama dereva ni kushika tu ile mskanyo na kuhakikisha gari imesimama, imekaa vizuri barabarani. Yaani ndicho unachokihakikisha kwamba hapa liko mwana ni 80. Mimi naangalia tu usalama wa chombo, usalama wa mimi, usalama wa mwenzangu, wa upande wa pili, usalama wa vuka barabara. Kwa hiyo na wanasema lazima gari na gari uache mita 100. Kwa hiyo kwa sababu niko kwenye speed na siwezi kulikontrol gari likisha kuwa na speed ya 80, ninaweka umbali kidogo kati ya gari na gari. Ili inapotokea tatizo lolote unaweza kupunguza mwendo na ukarudi kwenye mwendo wa kawaida hata kulisimamisha. Kwa lugha rahisi, unahitaji usahihi. Amen. Na taarifa zilizo wazi kwa habari ya uendeshaji wa gari unapokuwa barabarani, si ndio? Ndio maana utakwenda shule kujifunza. Kwa hiyo tunasema kwa kazi yoyote ile ambayo unapewa yoyote, lazima utafute taarifa sahihi ili uweze kufanya ile kazi katika ukamilifu. Uifanye ile kazi katika ukamilifu, katika usahihi, kama inavyotakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni dereva. Dereva akikosea barabarani anaweza kupata ajali. Akipata ajali anaweza kufa. Akipata ajali anaweza kuharibu chombo. Akipata ajali anaweza kumsababishia mwingine mauti. Anaweza kuharibu magari ya wenzake. Lakini sio hivyo tu. Sheria za nchi na zenyewe zinambana kwamba dereva lazima awe na leseni. Amen. Kwa hiyo lazima uendeshe chombo unachokijua vile kinavyofanya kazi katika ukamilifu wake. Uwe na taarifa sahihi kuhusu gari. Achia bali kujua kuendesha kisha kujua gari. Hilo gari mwenyewe ambalo unataka kuendesha lazima uhakikishe kama kweli sipo zitakuvunjika kwa nini barabarani. Kwa hiyo utatafuta taarifa sahihi kuhusiana na gari. Kwa hiyo cha kwanza utaangalia wewe ni dereva wako. Cha pili utakuwa unajua sheria za barabarani, lakini cha tatu utaangalia usahihi wa kile chombo, maana unajua kikishafika barabarani tayari ni chombo hatari, utakuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo kwa mfano huo tunaambiwa sisi tunaomtegemea Mungu tunauhitaji usahihi wa taarifa kumhusu Mungu tunamtumikia. Tunahitaji uwazi wa mahusiano yetu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nini tunatafuta? Tunatafuta kufanya kile kinachotakiwa kwa usahihi. Amen. Kwa ukamilifu, ili kiwe na matokeo ambayo ni yale yaliyokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo yaliyokusudiwa, anayekusudia hayo matokeo ni yeye mtoa kazi na wewe mfanya kazi. Mwisho wa yote, mimi aliyetoa kazi na mimi ninayefanya kazi tunafika mahali tunaelewana, kwa sababu nimefanya katika usahihi. Amen. Nimefanya katika ukamilifu na nimefanya katika uwazi, kwa maana ya kwamba hata ukaniuliza nilifanya fanyaje nikafika hapa, naweza kuielezea. Mimi kwa lugha rahisi nilielewa kazi niliyopewa. Tunasema job description. Umeelewa details, yani undani wa hiyo kazi. Amen. Umejifunza. Amen. Kwa hiyo tunarudi pale pale. Au tunasema kwa lugha nyingine, mfano mhasibu ukishampa uhasibu anajua kabisa nikikosea fee naweza kufungwa. Nikikosea fee kazi haitofanyika. Nikimlipa mtu ziada nitalipa mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nahitaji kutafuta taarifa sahihi ili niweze kuziapply katika kazi yangu.
Nikishindwa kutafuta taarifa sahihi, itakuwa naanguka kwenye hasara kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile ule utaratibu, ile kazi nitautafuta, na nitakapoambiwa nitazingatia na nitahakikisha kwamba ninafanya sawa sawa na vile ninavyotakiwa. Mtu mmoja anisomee kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 anzia 1 mpaka 3, 7 mpaka 9, 10 mpaka 23. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Na mstari wa 7, Sauli akawapiga wa Amaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri, akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai, na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samuel akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Samuel akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samuel akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Karmeli, na tazama, akajisimamishia ukumbusho, akageuka, akapita, akatelemkia Gilgali. Samuel akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia, ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. Samuel akasema, maana yake nini? Basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ng'ombe ninaousikia? Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako, nao waliosalia tumeangamiza kabisa. Ndipo Samuel akamwambia Sauli, ngoja nami nitakuambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya, sema. Basi Samuel akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema tunajifunza kwa habari ya Amen. Amen. usahihi na uwazi katika ulimwengu wa roho. Amen. Amen. Hapa tunamuona Sauli mfalme aliyepakwa mafuta na Samuel kama kuhani, na Sauli amepewa kazi ya kwenda kuwapiga Waamaleki. Masharti ambayo amepewa, aende akawapige, awaue wanawake na wanaume, mama alibishana na katoto na wanyama wote wauao. Bwana asifiwe. Hilo ndilo agizo. Bwana asifiwe. Nenda kawapiga, uwa kila kitu. Sauli anaenda na Bwana anawafanya wale watu wamteka mikononi. Bwana asifiwe. Cha kwanza ambacho Sauli alifanya, alimkamata Agagi akiwa hai, akamfanya, akakusanya wale kondoo wanono na ng'ombe wanono na wanyama wote wanono,
akawahifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Akawahifadhi na akawachukua, akarejea katika hema yake. Lakini vile vidhaifu ndivyo alivyoviua. Swali la kwanza, alifanya kwa uhakika, kwa usahihi? Aliambiwa aviue vyote. Amen. Kama aliambiwa aviue vyote, ni nini kilisababisha amkamate yule mfalme na wale wanyama wanono, aje nao tena aseme anakwenda kumtolea Bwana sadaka? Ni kitu gani? Tutasema hakutafuta maana ya kwa nini aliambiwa awaue wote na vyote atakavyovikamata katikati wa Amaleki. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameambiwa akaviue. Ni jukumu lake kutafuta details information. Kwa nini Mungu anasema aviue? Anamjua Mungu wake ni Mungu ambaye anapokea sadaka. Tena sadaka zake ni sadaka zilizonona, si ndio? Kwa hiyo mahali popote ukikutana sadaka iliyonona, utasema acha nikampelekee nani? Mungu wangu. Kutoa sadaka ni jambo zuri, si ndio? Kutoa sadaka ni jambo ambalo Mungu anapenda. Tunarudi kwenye kazi aliyopewa. Nenda ukaue. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunajifunza kwamba binadamu kwa asili tulivyoumbwa, ukipewa kitu ambacho ni hatari kwa sasa hivi, utatafuta taarifa sahihi ili usipate maangamizi. Lakini watu ambao katika mambo ya kiroho, mara nyingi tunapopewa mambo ya kiroho huwa tunapuuza na kuona ni kawaida. Hatujipi muda wa kutafuta taarifa sahihi na taarifa kamilifu ili tuweze kujua ni nini tunatakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kesha kwambia nenda kawapige wa Amaleki. Mpige kuanzia mfalme mpaka mtoto anyonyae kifuani mwa mama yake, na vya kwao vyote ambavyo wao Amaleki wanasema ni mali zao, viteketeze vyote. Ile ni agizo, ni kamili, limekamilika. Alihitaji ubadilishe, upunguze wala uongeze. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako ni moja, kutafuta sababu, yani kutafuta ni kwa nini Mungu ananiambia hivi, ili nizingatie, niendane na maagizo aliyoniagiza. Hautafuti taarifa sahihi ili ubadilishe maelekezo. Unatafuta taarifa sahihi ili uzingatie maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Sauli alitakiwa ajiulize maswali ya msingi ili aweze kutunza agizo alilopewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini anatakiwa kujifunza ili apate taarifa sahihi zimsaidie kutimiza wajibu wake? Ni kwa sababu katika kutimiza maagizo kuna mazingira tata wakati fulani. Kuna mazingira ya kukuogopesha wakati fulani. Kuna wakati mambo hayaendi kama unavyotazamia wakati fulani. Lakini siku zote ni wajibu wako kuhakikisha maagizo uliopewa pale kwanza hayabadilishwi hata kama mazingira yamebadilika. Hayabadilishwi hata kama watu waliokuwa wanakusaidia wamebadilika. Hayabadilishwi hata kama miaka imekuwa ni mingi. Hayabadilishwi hata kama hali imekuwa ni hatarishi. Kwa nini? Umeelewa kwa nini umeambiwa ukaangamize. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza habari za Mungu. Mungu huwa mara nyingi hatoagi clarity, anakupa maelekezo. Ni wajibu wako kwako wewe kutafuta taarifa sahihi kwa habari ya agizo ulilopewa, ili tu utunze na uweze kufanya sawasawa na uhakika na uwazi ambao Mungu anawatarajia. Nini? Mungu anatarajia kwamba baada ya wewe kuingia kwenye mchakato, matokeo yake yatakuwa ni sawasawa na vile anavyotarajia. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria mtu anatarajia kitu ufanye bila kukupa more details. Wewe ni mwasibu wa mali hapa, hakikisha hizi fedha na mambo yote yanakwenda na taasisi inaenda vizuri. Full stop. Hakupa maelezo ya kina. Ni wajibu wako kujua hivi yanipasayo ni mali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunasemaga JBA. Siku hizi at least unapewa na job description, lakini sio wote wanaotoa job description.
Kwenye job description inakupa details ya ile kazi unayokwenda kufanya, lakini huyu aliyekupa assignment ambaye ni Mungu wetu anatarajia ufanye kwa usahihi kama anavyotarajia. Bwana Yesu asifiwe. Ufanye kwa usahihi. Nini manake? Ziko kanuni za kuzingatia wakati unatimiza maagizo. Neno linasema umsikilize Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, na kwa roho zako yote, na kwa mali zako zote. Fanya bidii kusikiliza sheria, kanuni na maagizo, amen, akupayo Bwana, ndipo utakapo enjoy mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anakuambia. Laiti ungejua yuko pale Afrikana ungekimbia kumwambia Bwana, lakini hili linafanyika vipi? Hata ukienda Afrikana hayupo. Lakini mwisho wa yote anategemea ufanye katika perfection kama ambavyo anatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Sauli akaenda kufanya vile alivyoona na akaenda kinyume cha maagizo. Samueli huko aliko anapata sign, anaanza kujua huyu Sauli kafanya nini tena, kuna kitu amefanya, mbona anarudi nyuma, anakwenda kinyume na maagizo ninayompa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona anafanya kinyume na maagizo ninayompa? Kumbuka Samueli ni kuhani. Kuhani ni kiunganishi cha Mungu na yule muhitaji, amen. Kwa hiyo mimi kama mimi nitakuja kwa kuhani, anaweza kunipa maelekezo. Ndiyo, Sauli ni mfalme, lakini katika kutenda kwake na katika kutimiza wajibu wake anamsikiliza kuhani. Kuhani amempa maelekezo, anakwenda kinyume. Tunasema andikopo Samueli ameamua kwenda kwa Sauli. Anafika kwa Sauli, anasikia ng'ombe na mbuzi, na yeye anajivunia, Bwana nimefanya kazi njema sana. Si ndio? Anajivunia amemkamata Agagi, amekamata na ng'ombe wanono na kondoo wanono na mbuzi wanono, na amemletea Bwana ili aweze kumtolea nini? Sadaka. Ndicho ulichotumwa. Ndicho ulichotumwa. Umeambiwa ukaangamize na sio ukatukusanyie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunasema yeye alipomwambia vile, Samueli akamwambiaje? Umefanya kosa, umefanya kinyume cha maagizo, na Mungu amekukataa. Mungu amekukataa. Ufalme wako umeondoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kuona ni kosa dogo, waweza kusema, lakini huyu mfalme kwani amefanya nini? Ametoa sadaka tu. Ndiyo, katoa sadaka, lakini alipaswa kutoa sadaka ile. Aliambiwa afanye vile. Kumbe katika kupewa maelekezo, ninatakiwa niwe makini sana katika yale ninayoyafanya, ili mwisho wa yote niende nikavune sawa sawa na kusudio, ili nisije nikapoteze position niliyopewa. Fikiria unapoteza ufalme kwa kukosa utii. Jiulize mimi na wewe, mara ngapi tumekosa utii? Mara ngapi tumefanya vile tupendavyo na sivyo vile apendavyo Bwana? Mara ngapi ulipopita katika mazingira tarishi ukaamua matokeo, ukaamua unavyotaka wewe na sivyo kama Bwana atakavyo? Maandiko yametusaidia kutuonyesha watu ambao walifanya mambo ambayo sio walioagizwa na matokeo yake, lakini uweze amini bado na sisi tunaendelea kuyafanya makosa yale yale waliofanya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunamsoma Ibrahimu. Ibrahimu anaambiwa atakuwa baba wa mataifa. Miaka inakwenda, siku zinasogea, hali inamwogopesha kwa sababu biolojia inakataa. Mwanamke akishaingia mwisho hawezi kupata mwana. Biolojia inamkataa, hakuna namna Sarai anaweza kumzalia mwana. Anaona bora tukazae mtoto na Ajiri. Lakini tunaona kinachotokea baada ya kumzaa mtoto Ajiri. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto Ishmaeli halikuwa kusudi la Mungu, sababu Mungu alimwambia utaitwa baba wa mataifa kwa kutumia tumbo la Sarai. Tumbo la Sarai ndilo litakalo mzaa mrithi wa Bwana.
Amen. Na sio tumbo la ajiri. Lakini ona wanadamu kwa kuyafanya ya kwetu, tukidhani kwamba tunakimbizana na muda, tukiwaza ya kwetu, tukidhani ya kwamba tunazuia hatari iliyo mbele yetu, kwa kufanya ya kwetu tukidhania kwamba naweza kufa nikiwa tasa, tunakwenda kufanya maamuzi ambayo yanakwenda kuleta changamoto kubwa katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaambiwa hata vita vya duniani sasa hivi vingi vinapigana ni kati ya watoto wa Ibrahimu, Ishmaeli na nani? Na Isaka. Je, fikiria Ishmaeli asingezaliwa, pangetokea kitu gani? Dunia ingekuwa ni mahali pa amani. Maamuzi yako, kutokutii kwako kunaleta changamoto kwenye kizazi baada ya kizazi. Kutokutii kwa Sauli kuna mnyima ufalme. Lakini nataka nikwambie, nikijaribu kutazama tabia ya Sauli nagundua pia ana pride, ana kiburi. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni sifa kumkamata mfalme akiwa hai na kumhifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri alivyokuwa anamhifadhi Agagi alikuwa anampa chai ya maziwa na mayai? Unadhani alipomhifadhi Agagi alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta kumkebei? Alikuwa anatafuta kumdhihaki? Alikuwa anatafuta kumtocha? Hiyo ni huluka mwanadamu, kwamba unapokutana na adui yako unataka kukome, kwa sababu sasa umemkamata katika mikono yako na hawezi kutoka. Una uwezo wa kumfanyia kitu chochote ukipendacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kingine, huyu Sauli alikuwa ni mpenda sifa. Alikuwa mpenda sifa, akamtolea Bwana sadaka zilizo nona. Lakini pale kwanza Bwana wako amekwambiaje? Kaziangamizi na kuziteketeza zote. Kitu cha kujifunza hapa kikubwa, Mungu hajawahi kukosea katika agizo lolote alilokupa, hata kama utachelewa kama alivyochelewa Ibrahimu. Mungu hajawahi kufanya kosa katika maagizo aliyokupatia, hata kama utakutana na mazingira hatarishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi kufanya kosa hata kama utakutana na mazingira ya wewe kufa. Hajawahi kufanya kosa. Nini maana yake? Maagizo yake ni sahihi na ni ya wazi na hayabadilishwi na mwanadamu awaye yoyote, hata kama ungekuwa wewe ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Sauli kwa ufalme wake na kwa tabia zake tunamsoma pia hata kwenye Samueli huyo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. 13 anzia pale 8 mpaka 14. Samueli wa kwanza 13 kuanzia mstari wa 8. Akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samuel akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samuel akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mimash. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha, nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka kutoa sadaka. Amen. Nileteni sadaka. Kumbuka Sauli ni mfalme, lakini kuhani wa wakati ule ni Samueli. Mtoaji sadaka katika madhabahu ni nani? Ni kuhani na sio mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samueli amechelewa, ni sawa. Kiutaratibu na kikanuni anayetoa sadaka ni nani? Ni kuhani. Yeye anaulizwa imekubalika, sema alivyomaliza kutoa sadaka, mara Samuel akafanya nini? Akajiongea.
anamwambia umefanya nini? Kwa nini kufanya huo upumbavu? Sadaka kweli litakiwa itolewe, tena litakiwa itolewe juu ya madhabahu kwa wakati ule waliokuwa wameuseti, lakini ile delay ya Samueli kufika madhabahuni haikuwa sababu ya Sauli yeye kwenda kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, protocol. Ni Mungu anayeangalia utaratibu, ni Mungu anayezingatia utaratibu. Jinsi ya kufanya mambo imeandikwa na inaeleweka na inaelezeka. Kwa maana hiyo, yeye anajitetea kwamba watu walikusanyika wakikusubiri. Ulipokuwa unachelewa, nikawaona watu wanataka kutayarika, wametayarika kwa sababu kuchelewa kwako, na wametaka kuondoka kwenye eneo la tukio. Kwa hiyo nikaona aheri nitoe sadaka. Lakini ukitoa sadaka wakati sio kuhani, unafikiri mangapi yanatokewa? Ile sadaka itasikiwa? Ile sadaka itatimiza lililokusudiwa? Bwana Yesu asifiwe. Ona mwanadamu, nilichojifunza kwa nature mwanadamu, wanadamu tuna tabia ya haraka haraka. Umeambiwa pita hii njia, ndio Mungu alivyokuelekeza. Mwanangu, pita hii njia, muujiza wako upo kule. Unaanza safari, unatembea, anakuambia punguza mwendo. Amen. Lakini huku nyuma kuna watu wanakupushi ufanye haraka, kwa sababu na wenyewe wanaelekea safari zao. Lakini wewe una maelekezo, punguza mwendo, tembea taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbaya, utakuwa mpumbavu endapo hawa wa nyuma yako watakupigia kelele na wewe uongeze mwendo. Ukiongeza mwendo utapishana na kile kilichokuwa kinasababisha wewe upunguze mwendo. Kwa nini? Mungu kukuambia punguza mwendo, kuna jambo utakuja kukutana nalo baadaye, utamuelewa ni kwa nini alikuwa anakuambia punguze mwendo. Kwa maana hiyo, kelele za watu nyuma, mbele, kushoto, kulia zisikusababishe mpokea maagizo usisimame katika maagizo yako. Angalia maagizo yako na usimamie na uzingatie. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anajua kabisa yeye sio mtoa sadaka kwenye madhabahu, sio kazi yake, kwa sababu kwa utaratibu wa Mungu alivyoweka, madhabahu yoyote ina kuhani, na kuhani ndio kisemeo cha Mungu juu ya kukutanisha Mungu na watu wake. Kuhani ndiye msemaji anayewafikisha watu katika lile kusudi ambalo Mungu amelitaka watu wafikie. Kwa maana hiyo, kuhani ndiye atakayetoa sadaka. Nini? Mimi kama muumini nitakuja na sadaka yangu ni ya malimbuko, kuhani ataipeleka madhabahuni. Nitakuja na sadaka yangu ni dhabihu. Mimi kazi yangu ni kuambia tu hii ni sadaka yangu, na sababu ya sadaka yangu ni kwa ajili ya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Ni wajibu wa kuhani sasa yeye kufanya sawasawa na taratibu za kimadhabahu, kwa sababu taratibu pia zimetofautiana. Sadaka dhabihu, sadaka malimbuko, fungu la 10 lina utaratibu wake, lakini apelekae mbele za Bwana ni kuhani na sio mfalme. Kwa hiyo usije ukatumie nafasi yako kubadilisha utaratibu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Ndio maana tunasema hata rais angeingia pale, tutampa heshima ya kuketi mahali penye heshima kama mkuu wa nchi, lakini kwa wakati huo inabidi asikilize kuhani wa madhabahu ambaye yeye ndio msemaji na ndiye kiunganishi katika ulimwengu wa roho kati ya hao wote walioketi mahali hapa na Mungu ambaye haonekani. Yeye kuhani ndo anayefanya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, anapoingia ni kiongozi wa serikali, ni kiongozi wa mahali popote, akiingia katika madhabahu ambayo ina kuhani, inabidi afuate protocol za mahali hapa. Lakini nataka kukuambia, kuna wakati tunabadilishaga protocol kwa sababu ya hofu. Tunabadilisha protocol kwa sababu ya hofu ya kwamba ama nitaonekana nimekosea, hofu kwamba nitaonekana sijaheshimu, hofu nitaonekana kwamba nachelewa, hofu nitaonekana kwamba siwezi. Lakini kumbuka, wewe kuhani wa madhabahu ndiye kuhani unaowaunganisha watu na Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anasema umechelewa, na ulipochelewa kwa sababu palikuwa na mazingira hatarishi. Watu walitayarika na walitaka kutawanyika, sio sababu ya kukufanya wewe ukatoe sadaka wakati wewe sio kuhani na sio nafasi yako katika lile zoezi la utoaji wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo unajifunza kwamba kuzingatia maagizo ili uwe na matokeo mazuri ni lazima kuzingatia procedure, kuzingatia kanuni za ufanyaji wa ile kazi uliopewa. Ni wajibu wako kutafuta kinachotakiwa ili hichi unachokifanya kikawe na matarajio kama kinavyokusudiwa. Hata kama hujapewa taarifa sahihi, zitafute ili uweze kufanya katika ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kiroho tumekuwa tukisi kwenye hisia. Unahisi, na basi hata watu wakitoga ushuhuda, nahisi huyu ni Mungu kabisa. Unajua maana kuhisi? Hujamjua Mungu wako. Mungu wetu hayuko hivi. Hakika ukihisi utamuona. Hutakiwi kuhisi, unatakiwa uwe na uhakika na Mungu wako unaishi naye. Lazima ujue Mungu wako anapozungumza anazungumzaje wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana anapozungumza na mimi anaweza akazungumza na wewe kwa tofauti. Mtu akwambia umemwona Mungu. Umemwonaje Mungu? Nimemuona Mungu sawa sawa na ile figa niliyoitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu unataka kukutana naye, kuna wakati inabidi umfige, unategemea umuonaje. Ndio maana Mungu atakwambia Mungu nimemuona. Uliona nini? Niliona mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nilikutana naye, uliona nini? Nilisikia sauti. Kwamba vile ninavyofikiri ndivyo anavyoapia, kwa sababu yeye Mungu anataka kukionyesha ni kwamba mwanangu, nimekusikia, niko hapa. Sasa wewe unamsikia katika lugha ipi? Katika lugha uliojitengenezea katika ufahamu wako. Nini? Mungu ni neno, ana umbo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni neno. Kama Mungu ni neno, anakuwaje mtu kama hujatengeneza figa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu wako hataki umuone kwa hisia. Anataka umuone na umthibitishe kwamba hakika, bila mashaka, kwa uhakika, leo nimekutana na Mungu. Mungu wako sio Mungu wa mashaka, sio Mungu wa wasiwasi. Mungu amekwambia, mwanangu, mimi nataka niwaweke hawa Wamidiani mikononi mwako, lakini teketeza kila utakachokikutana nacho. Hakusema mfalme tu, mpaka mtoto anyonyae kifuani mwa mama yake. Teketeza. Ni lugha kamili kwa anayeelewa, sio hisia. Habari ya kukuta vinono wasimani na mwekea Bwana, sivyo alivyokuambia. Amekwambia kateketeze. Habari ya kumkamata mfalme akiwa hai, kwamba unataka kumtocha, unataka kumwaibisha, unataka kumfedhesha, maana wakati wake anakufedhesha, sivyo ulivyoambiwa. Mungu wako ameongea katika lugha sahihi yenye kueleweka, na wewe unawajibika kuitii ile sauti. Wengi tumekwama kwenye swala la utii. Tunaambiwa nenda hivi, wewe unakwenda cross. Fanya hivi, wewe unakwenda cross. Hakika nataka kukwambia, sio Mungu unamchelewesha, ni wewe unajichelewesha. Kwa nini? Siku zako za kuishi duniani is numbered, zinahesabika. Sasa fikiria hivi, sasa yapata miaka kadhaa, una miaka kadhaa, Bwana alishasema na wewe kafanye 1 2 3, hujawahi kumtii. Unadhani unamchelewesha Mungu? Hata ikatokea ujafa hujawahi kufanya, nakwambia hivi, atainuliwa mwingine, atapewa assignment hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukisema kwamba wewe unajihurumia sana, yuko atakayetokea asiyejihurumia, anayejua kutii kwa habari ya sauti aliyoisikia. Na ile sauti aisikia hapo, wala hawazi kama ni mawazo yake, maana anajua kutofautisha sauti yake na sauti ya Mungu wake. Utaniuliza, Mungu namsikiaje? Ni swala la kujifunza na kujua namna ya kumsikia Mungu wako anavyokuzungumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tumesoma maneno, tuna maneno 100 kwenye Biblia tukizisoma, lakini nataka kukuambia, usipofanyia mazoezi hilo neno kuwa roho kamili, hakika utasogea. Lakini ukitaka usikie na upate uhakika wa kile ulichokisikia, na upate uwazi wa kile ulichokisikia, lazima ujifunze. Lazima ujifunze kuziexercise nguvu za Mungu. Lazima ujifunze kuzijua na kuzisikia, ili uweze kuwa na mahusiano mazuri na huyu mtu unayemuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikuta hivi, tupo kanisani hapa wote, sote tunamwabudu Mungu mmoja, lakini uwezo wa uelewa tumetofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Imani bila matendo imekufa. Imani bila ukweli imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Nikanasikia mtu mmoja
Mama amepimwa, anaambiwa ana kansa. Lakini sisi tunafundishaga, tunasema hivi, ukiambiwa una kansa sema hauna kansa, kwa sababu maneno yanafanya nini? Yanaumba. Si ndio? Maneno yanafanya nini? Yanaumba. Mtumishi anakuambia naona kansa, unasema sina kansa. Kwa hiyo unaifanya faith i-deny ukweli. Lakini huyu anayekwambia una kansa, si ni Mungu kupitia kinywa cha mtumishi? Amen. Sasa wewe unapomwambia sina kansa, yeye akamwambia hapana, mimi Mungu wangu si muongo, amesema una hii changamoto. Asina. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, kansa unayo kweli. Imani nakwambia usikiri wa udhaifu ili lisije likakung'ang'ania, si ndio? Lakini haimaanishi kansa inatoka kwa ukiri wako huo unavyosema sina kansa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utafute details. Kwa nini hiyo kansa? Lazima utafute taarifa sahihi, namna ya kulishughulikia hili jambo, huu ugonjwa kansa kwa imani. Kwa hiyo kuna hatua za kuchukua katika imani hiyo hiyo ili kushughulikia hii changamoto ya kansa, ili kama ni wakuponywa na uweze kufanya nini? Uweze kuponywa. Nini? Kuna watu walikuwa na imani na walikufa na kansa. Lakini kuna watu walikuwa na imani na waliponya kansa. Sasa nyie ni sote ni watu ambao mnakuwa na imani moja. Lakini kwa nini huyu apone na kwa nini huyu afe? Ishi inakuja level ya kuelewa na namna ya vile umelishughulikia baada ya kugundua kuna tatizo. Ni kweli nitakuwa na imani kwamba kansa inaweza kuponya, maana hata Yesu aliponya, hata mitume waliponya, hata watumishi wanaliponya. Lakini lazima kuna hatua za kuzingatia. Lazima nitafute taarifa za uhakika na za usahihi na za uwazi kushughulikia hii changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anafanya kazi zake katika utaratibu, katika kanuni. Zipo kanuni za kuzingatia, hasa unapotaka kufanya kitu katika usahihi na katika uwazi. Na hizi kanuni unazizingatia ili uweze kupata matokeo sawa sawa na matarajio. Matarajio kwa wewe kupokea wazo, kupokea kazi, na matarajio ya yeye aliyekupa kazi. Nyote mna matarajio. Na yote mnategemea sasa mfanye katika usahihi, bila kuwa na kupewa maelezo ya kina na yale yalikupa kazi, lakini umeyatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nitazingatia zile pattern. Pattern nitasema ni unaonyesha jinsi ya kufanya kitu. Amen. Jinsi ya kufanya kitu kiroho. Nimekutwa nina kansa, si ndio? Imani inaniambia nikiamini nitapona. Jinsi gani nitapona? Ni kanuni musika kabisa. Ni jinsi gani nitalishughulia hili jambo kiroho ili nipate kibali cha kufanya nini? Cha kupata uponyaji. Nikikiri tu nikasema kwa imani nitapona, na kwenda kinyume na ukweli. Lakini nikijifunza jinsi ya kufanya, ina maana itaniwezesha kufikia ule uponyaji kwa imani. Amen. Amen. Lakini pia tunaomba kitu kingine. Mungu anakwenda kwa utaratibu, oda. Unaweka mpangilio wa namna ya kushughulikia hilo jambo lilopewa. Amen. Amen. Unaweka utaratibu, mpangilio mzima. Huu mpangilio unakwenda sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Amen. So unasema kwa kuwa nimeambiwa lazima niwapige wakina Amaleki, kwa hiyo nataka kutumia ufahamu wangu na ufalme wangu niende kinyume. Anasema lazima uweke mpangilio ambao mpangilio huo ni mpangilio ambao tunasema divine order. Lazima iwe katika mustakabali mzima wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lazima niwe very precise kwamba ninataka na ninahakikisha ule utekelezaji wake umekuwa sawa sawa na makusudi ya lile jambo nilopewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mambo matatu, kwamba kuonyesha njia, kuweka mpangilio na kutaka utekelezaji ufanyike sawa sawa na kusudi, utanipa matokeo yatakayoniwezesha sasa mwisho na matokeo ya yote kuwa katika kibali na njia sahihi ambayo nimeambiwa. Yaani matarajio Mungu anayotarajia sawa sawa na kusudi lake yamefanyika ndani ya njia zake na ndani ya utaratibu wake aliouweka kwa watu wa Mungu wanaomtegemea yeye katika
katika kuishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema hizi kanuni ndizo kanuni ziwapasazo wote wamwabudio Bwana katika roho na katika kweli, kwamba wamwabudio Bwana imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Hiyo ndio jinsi ya kumwabudu Mungu. Sasa unaweza kujiuliza, hivi nionekane sasa na mwabudu Mungu katika roho na kweli, jinsi imekaje hapo? Wamwabudio Bwana imewapasa kumwabudu Bwana katika roho. Usahihi hapo ni upi? Na mwabudu Mungu kwa kusifu sana, na mwabudu Mungu kwa kuabudu, na mwabudu Mungu kwa kusoma neno. Unamwabuduje Mungu? Maana unataka ufanye kwa usahihi na kwa uwazi, ili mwisho wa yote nipate ufalme wa mbinguni, ili mwisho wa yote mahusiano yangu na Mungu yaboreke. Hapa kuna swali la kutafuta. Lazima nitafute details za namna ya kumwabudu huyu Mungu katika roho na kweli. Amen. Amen. Ni neno ila Bwana, na hili neno limekuwa ni sheria. Amen. Ninachotakiwa sio kubadilisha neno sheria, ninatakiwa kutafuta kanuni ya namna ya kulifanya ili mwisho yoyote nikapate matokeo kama Mungu anavyotarajia, kwamba ni mwabudu Mungu katika utaratibu anaokubali yeye, na sio nojiwekea vile nipendavyo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni hizi zitazingatia mambo matatu: patent, order na precise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikasema katika clarity hapa lazima nimjue Mungu ninayemwabudu. Amen. Lazima nimjue Mungu ambaye Mungu huyu ni neno. Mungu huyu ni roho. Hii roho nakutana nayo wapi? Mimi niko mwilini. Lazima nijue kujitransform kutoka mwilini na kuingia rohoni, ili nikifika rohoni nikutane na yeye aliye rohoni, kwamba roho na roho huwa zinazungumza, roho na roho zinaelekezanaga, roho na roho roho moja inatoa maelekezo, roho nyingine inapokea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo taarifa ya kujitransform, yani ya kubadilika kutoka mwili na kuingia rohoni, ni bidii yangu, na lazima nijue ni kwa namna gani nitafika katika roho. Niko nakwambiwa hili neno liwe sheria sasa. Wamwabudio imewapasa kuabudu katika roho na katika kweli. Ili niweze kuifanya hii sheria ikamilike, lazima nitafute utaratibu wa namna ya kufika na kuzungumza naye. Wengi pale tume break down, wengi pale tumekosea, kwa sababu wakati wewe unataka kumwabudu Mungu katika mwili wako huu, yeye yupo katika roho, unakuta miaka yote amfanye nini? Hamkutani. Kama mkutani, tunaanza kusema Mungu mbona anijibu? Alikujibu hujasikia. Alikujibu lakini hujafika katika roho ili ukapokea majibu yako. Majibu hutayapokea katika mwili, majibu utayapokea katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza pale jinsi patent, lazima niwe na hiyo connection. Lakini pia tunasema lazima niuone uwepo wake. Hatua ya kwanza kwenye kuona uwepo wa Mungu, unafanya kama kuhisi kuna kitu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Umeingia hivi pap, ama ulikuwa unaabudu, ama ulikuwa unasifu, ama ulikuwa unaomba, unaona kuna hali si ya kawaida, lazima uhisi, unasema Bwana Yesu asifiwe. Katika kuhisi, kwa hiyo unavopay attention kusikiliza ile hisia yako, unapata confirmation, uwepo wa Bwana uko mahali hapa. Kuna udhirisho wa uwepo wa Bwana. Haya ni mambo ya kutafuta mimi ili niseme na mwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Nijue uwepo wake, na nikigundua uwepo wake upo, lazima niwe mtii kumsikiliza anasemaje. Mungu ashuki bila sababu. Uwepo wa Mungu hauji bila sababu. Kuna sababu. Lazima nisikilize, nipate maelekezo, nipate maagizo ili niweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia iko kitu kingine hapa. Tunasema hivi, roho ushuhudia pamoja na roho zetu. Roho ya Mungu inashuhudia uwepo wake ndani yako. Amen. 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 Mungu si ni roho? Roho ndani yako inamshuhudia Bwana yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini pia tunaambiwa lazima ujue direction uliopo, lazima ufahamu direction uliopo. Hapa nilipo ni mahali sahihi, naweza kumsikiza Bwana. Katika uzoefu mimi nimejifunza, unapokuwa mchanga inabidi umsikilize katika utulivu wa hali ya juu sana sana. Anasema funga milango yako, ingia mbele za Bwana. Pale watu wanatafsiri tofauti. Wanafikiri kufunga milango ndio kutokuomba kwa sauti. Lakini nataka nikwambie kwa walio wachanga, wanaombaga kwa sauti ili wapate utulivu. Yaani unapiga kelele ili kunyamazisha yale masauti ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unakutaka kutukia nyumba za kupanga tunaogopa kuomba kwa sauti. Lakini nasema hivi, ukiwa kanisani omba kwa sauti. Tekniki ni moja tu. Unajaribu kunyamazisha masauti. Huwezi ukaomba pole pole afu masauti yakanyamaza. Bali sauti ile ya kuomba inapozidi kuwa kubwa, makelele ya ndani yanafanya nini? Yanashrinki, yananyamaza. Kwa hiyo sasa unaweza ukasikilizana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukishakoma vya kutosha, unaweza kuswitch. Ni kama tu kuwasha na kufungua. Nataka nisikilize Roho anasemaje. Kupo na amani. Nataka nisikilize Roho. Mpaka mviko kuna kitu sio sawa. Kuna changamoto. Lakini aliye mchanga inabidi akimbie mahali, akae faragani, aanze kutafakari na kutathmini, aweze kusikia. Kwa hiyo ni wajibu wangu kutafuta mahali ninapokaa ili niweze kukutana na huyu Mungu na niweze kufanya vile itakavyo na vile inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuyafanya haya sasa, ziko faida kadhaa ambazo nitazipata kwa ajili ya huyu Mungu wangu. Cha kwanza, nitakuwa nikipata matokeo, majibu kwa uharaka katika chochote ninachokiomba. Yaani nikiingia assignment ya jambo lolote, ninapata majibu kwa muda mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba jambo lako likachukua muda mrefu, tatizo lipo kwako, unless hilo ni divine kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikizingatia utaratibu wa utii na usikivu na uwazi, nikizingatia, nataka nikwambie majibu nitayapata kirahisi, kwa sababu nitakuwa na lenga shabaha kila ninaloliomba. Naliomba ndani ya uwepo, naliomba ndani ya Roho, naliomba kwa utaratibu, kwa mpangilio. Amen. Amen. Kwa kuwa naliomba kwa utaratibu, kwa mpangilio, tarajia kupokea majibu ambayo ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wanasema kitu kingine, unafungua mlango sahihi. Amen. Unafungua mlango sahihi wa kupokea majibu yako. Cha tatu, unapunguza hasara katika maisha yako. Hasara kwa maana ya muda. Fikiria jambo unatakiwa uombe wiki moja, unaliombea miaka mitatu. Kwa sababu tu unaviomba sivyo ndivyo. Amen. Lakini umeshapata maarifa, unaliomba mara moja na kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nakuwa nimetunza muda. Lakini pia kutunza mahusiano. Wapo watu walipoomba na wajapokea matokeo, walimwacha Mungu. Wakasema, Mungu yupi ninayemwomba, mbona hana majibu? Bwana Yesu asifiwe. Iko hasara endapo utakuwa unaomba vibaya, utashindwa kupokea kwa wakati na utavuruga mahusiano yako na Mungu. Sikia, hata ukimwacha Mungu, hata mawe yatamuomba. Amen. Unawajibika kumwabudu Mungu wako, hata akupe ama asikujibu, ni wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe. Swala kwamba hujajibiwa, unaanza kusema kwa kuwa sijajibiwa na muacha, shauri yako. Hilo ni hasara. Na hiyo hasara umesababisha peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna kuchelewa kwenye hatima katika hasara. Ulitakiwa ufanye jambo lile miaka 80 ndio muda wako wa mwisho. Paka unafikisha 70 hujaanza. Hivi unafikiri ukilianza hilo jambo leo, utalifanya kwa miaka 10 utalikamilisha? Na umechoka. Ulipokuwa na nguvu ukufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kutunza ulicho nacho. Tunamwona Sauli amepoteza ufalme. Amen. Amepoteza ufalme kwa kutokuzingatia uhakiki wa kile alichoambiwa afanye, kwa kutokusimama katika uwazi kwa maagizo aliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Akidhani anaweza kufanya vyovyote vile anavyotaka. Na ndio wengi katika kanisa, mara nyingi mambo yetu ya kiroho tunafanya vyovyote vile tupendavyo. Mungu hayuko hivyo. Mungu ana utaratibu na anatembea katika utaratibu aliouweka.
Mungu mlazimishi afanye vile unavyopenda wewe, anafanya vile apendavyo yeye. Ndiyo maana hata mahali pa kuumia atataka uumie. Ndipo mahali naposemaga hivi, nasomaga ile Zaburi ya 23, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Sio kwamba nimesimama nasubiri, nijapopita, natembea katika mwendo, katika safari ya kumcha Mungu wangu. Nitakutana na milima, nitakutana na mabonde, lakini hichi si kikwazo mimi kusonga mbele. Anasema songa mbele, utaona wokovu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kadiri ninavyopita na kutembea, yale nitakao kutana nayo ni matokeo, na hayaninyimi kuendelea kumwabudu Mungu wangu. Na haimaanishi Mungu hayafahamu, anayafahamu na anajua nitavuka. Na baada ya kuvuka nitapata majibu ya kwa nini nilipita mahali hapa. Wakati mwingine, mara nyingine, hayo mapito ni kwa ajili yako wewe pia, ili uweze kufika katika kusudi. Hayo mapito wakati mwingine yanakuchelewesha kidogo, ili uepukane na ajali ingetokea mbele. Kwa hiyo hakuna kinachokuja kwa bahati mbaya kwa mtu ambaye anamtarajia Mungu na anamtegemea Mungu. Mungu njia zake ni sahihi siku zote. Ni Mungu wa utaratibu, ni Mungu wa kanuni, na anazingatia kanuni zake katika wale watoto wake wanaopita pale ambapo yeye ametaka wapite. Bwana Yesu asifiwe. Lakini advantage nyingine ya kusimama katika usahihi na uwazi ni kwamba unakaa kwenye mapenzi ya Mungu, ili mpate kuyajua mapenzi ya Mungu. Katika mapito haya ya kufiwa na mume katika umri mdogo wa namna hii, Mungu alikuwa anamaanisha nini? Katika mapito haya ya kuitwa mtoto yatima katika umri huu, Mungu alikuwa anafanya nini? Yajue mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana uyajui sasa, utayajua baada. Bwana Yesu asifiwe. Baada ndio utajua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunasema hukutajua mapenzi ya Mungu. Lakini kingine tunaambiwa Sauli yeye aliamua kupita katika njia zake, si ndio? Lakini tunajifunza kwa Mungu, kwa Yesu. Yesu anasema kila alichokifanya alifanya sawa sawa na mapenzi ya nani? Mapenzi ya baba yake. Hakuna alichokifanya nje ya kusudi la Mungu. Kila alichokifanya alikuwa akiyapata kwa baba yake. Kwa lugha rahisi, Yesu hakuna alichokifanya bila kumuuliza baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nataka nikuulize, ni mara ngapi panapotokea jambo unaenda kuuliza kabla hujaanza zoezi? Wapendwa katika Bwana, ukisikia tapanya darini, unaamka unaanza kukemea. Huyo ni mchawi uliomfikiria. Bebe ni panya tu ajipitia zake. Bwana Yesu asifiwe. Unapitia vita ndio, hata hujatafuta taarifa zaidi, unaanza kubomoa. Unaenda kutumia buldoza kuua nzi. Matumizi mabaya ya nguvu za Mungu. Mjue huyo adui, jua anataka nini, jua ukubwa wake, jua ukubwa wa silaha, ndio uingie vitani. Hivi aliyekwambia ukikutana na vita leo unaanza kupigana hapo hapo ni nani? Haistoshe, nchi inajipangaga, inajipanga. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, wapendwa, tusiende kichwa kichwa. Kuna watu hapo wanakemeaga, wanapiga mkuu wa nchi, napiga mkuu wa anga ili mkuu. Wewe anajipitia shughuli zake, haja kugusa hata wewe unamchokoza. Ukimchokoza, sababu ya kukupiga nayo anakushukia, silaha za kukupiga anazo. Ni wewe, ulimwengu wa roho anaujua ulimwengu wa roho vizuri zaidi. Anakuona wewe kopo tupu. Amen. Kuna watu ndaga kuomba baharini kule, wakuu wa bahari na wakamata na wafunga matita na wapiga kwa jina la Yesu. Wakikutazama hivi kopo tupu, wewe wale wanajipitia na shughuli zako, wewe shughulika na wako. Kule kuna malaika na kuna mashetani. Wewe unapita kule kustarehe baharini, ita malaika zako wasapoti utembee nao. Acha kuita mashetani, watakuja wenzako nao wataita mashetani wao. Amen. Wao wa nuru unamuita shetani wa kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, msimchanganye. Tunamconfuse Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wale wenzetu jina la Yesu walimtajage, wasemaga yule Bwana wenu. Kwa nini wamtaji Yesu? Yule Bwana wenu. Si mnajivunia yule Bwana wenu. Kwa nini wamtaji? Wale shetani, toka shetani. Huyo shetani kufanya nini? Achana naye. Amen. Mimi wasije kama mnaonaga mi crazy, mimi nawaambiaga hivi, tafuteni nguvu za Mungu kuliko kupigana na wachawi. Tafuteni nguvu za Mungu kuliko kupambana na mashetani.
Hivi ni viumbe vipo hivi. Unajua shetani ni rafiki wa Mungu. Alimuuliza shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu huko duniani? Akasema katika kuzunguka zunguka kwangu na alimuona. Lakini umesahau umemzingira pande zote. Tafuta kuzingirwa na Bwana pande zote, ndio la kwako. Bwana Yesu asifiwe. Utii wako kwa Mungu wako ni kumwambia Bwana, nizingire pande zote, kama ulivyomzingira nani? Ayubu. Huyo shetani anapotaka kukufesi, akiangalia ulivyozingirwa pande zote, anasema huyu ngoja nikampangie mikakati. Bwana Yesu asifiwe. Kila akikutazama anasema huyu kumpiga, nataka kumpiga lakini siwezi kumuingia kichwa. Ngoja nikatafute washikaji wakuja kunisaidia, na yeye apate shida kidogo kukufuatilia. Yaani anakukuta tu anakukanyaga tu kama nani. Hapana, tafuta nguvu za Mungu. Unaamka muda wako usiku, muda wa thamani, saa 8 saa 9, unapambana kumkemea shetani. Nabomoa mkuanga, nabomoa. Wewe kakufanyia ni anajipitia tu, alishajua umezingirwa. Bwana Yesu asifiwe. Alishajua mmezingirwa, kila kikutana na kuonea wivu, lakini hakufiki. Kwa hiyo anapita kutafuta wengine ambao hawajazingirwa. Acha kupoteza muda wako wa thamani kumkemea shetani wakati haja kudhuru. Na sisemi kwamba akikudhuru unamwacha. Uliza roho kwa kiwango alichokudhuru na namna ya kumshughulikia. Nini umezingatia? Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Usijokaa kama Sauli, utapoteza ufalme. Sauli mpoteza ufalme kizembe. Na alikuwa kosa la kwanza, tumesoma. Kule alitoa sadaka kati ya kuwa mtu wa sadaka. Huku anakuja kutukusanyia Agagi mfalme na amejimnasibu kabisa. Nyie wenye viburi, nyie mnaojiinua. Bwana Yesu asifiwe. Kumkamata mfalme alikuwa anakusumbua, sio changamoto. Wao wameambiwa ua. Amen. Unaua si kwa mapenzi yako, unaua kwa mapenzi yake. Amesema unaiona sadaka, yeye amesema ua, maana kwake ni najisi. Kwa Mungu hiyo sadaka ni najisi. Kwa hiyo unachafua madhabahu ya Bwana. Ua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame.